naomba tujitokeze tukaipambe maulidi ya taifa. Tendeni mkatangaze kesho Ijumaa na Ijumaa ijayo. Ukenda Kilioni, tangaza safari ya kwenda kwa Mtume. Ukenda kwenye harusi, tangaza wangapi wako tayari. Kina mama wajitokeze, twende na shamra shamra. Nimeshawaambia Mama Senza atengeneze sare maalum ya kina mama wa Mwanza, lakini afanye pia connection na communication na Mama Shamim Khan, atuambie siku ya maulidi kubwa sare ni nini, ili kina mama wa Mwanza wasitoke kama watu wametoka warugaruga, na wenyewe wajue sare kule ni kitu gani, wavae. Sallallahu. Na sisi hapa tutauliza, wana vipi kule, tunaweza tukaamua wenyewe tutoke na kanzu nyeupe na makoti meusi. Siku ya Zafa tutoke na misuli. Tunatoka tumejishepu, tunakwenda kuitangaza dini yetu. Kwa hiyo naomba tusirudi nyuma, tusionyeshe unyonge, tusionyeshe udhalili. BAKWATA hii ni BAKWATA ya maendeleo, na tunawatakia maendeleo wote. Ndio maana tumetoa lile agizo, kina mama watunze hela zao. Lengo letu ni jema tu. Hao kina mama wanaumizwa kwenye mikopo huko na kadhalika, wachange wenyewe. Hao ndio wanaishi na mayatima, hao ndio wanakaa na wajane wenzao, wao wanakusanya hela zao pale msikitini. Tatizo ni moja tu, baadhi ya kina mama ukiwaambia hivyo wanaanza ni hela za sare, mara zinakuwa tumechanga. Kuna msikiti mmoja siwezi kuutaja, wamekula zote, wengine wamendua masufuria naambiwa, wengine wamefanya hivi. Sisi tuna nia njema. Kwa niende haraka haraka niseme tu kwamba sisi tuko pamoja na nyie viongozi. Tunawataka tarehe 30 asiyekuwa na mwana sote tuje. Shida ya Waislamu wanataka jambo lianze leo limalizike leo, haiwezekani. Fuatieni historia ya Mtume. Mtume akiwa katika vita vya Khandaq, bashaka somesheni tarehe ya Mtume. Mtume akiwa kwenye vita vya Khandaq, watu wanavunja mawe pale. Sasa wameshindwa, wakamfuata Mtume, ya Rasulullah, mawe magumu. Walipomfuata bwana mkubwa, sasa nini liko wapi hilo jiwe? Mtume anatoka sallallahu alaihi, Allahumma salli ala sayyidina, asa nionyesheni jiwe gani ili hapa, saleta huo mtarimbo. Akachukua mwenyewe bwana mkubwa, inasemekana alipoupiga pap, ule ukachanika, afu mwali wa moto ukatoka hivi. Mtume akasema hii ni ishara, Shamu itafunguliwa, itakombolewa, itakuwa mikononi mwa Waislamu. Mtume akapiga ya pili, ukatoa mwali. Mtume akasema Konstantin, Istanbul itakombolewa, Uturuki itakuwa mikononi mwa Waislamu, na Uislamu utavuka, utaingia Ulaya. Wanasema toka Mtume kutabiri tukio lile, karne ya 7, karne ya 12 ndio Uturuki imekombolewa. Sallallahu ala Muhammad. Yani miaka 500 baadaye ndio anatokea mtu alotawala maeneo yale, akaanzisha vita, akaenda akakomboa. Mimi namshukuru Mungu nimefika kwenye ule msikiti. Naendelea kusisitiza mshikamano baina yetu, umoja. Na wako wapenzi wetu wamedondoka kwenye uchaguzi, naomba hili niliseme. Jamani, BAKWATA ni tembo. BAKWATA yani toka tumeanza kugawana kazi za BAKWATA hatujali hata mguu wake. Jifunzeni kwangu, tujifunze kwa mufti wa Tanzania. Juzi yule Muharram afikia umri wa kuwa hawezi tena kuwa mwenyekiti wa vijana. Kama mnafuatilia mitandaoni, mufti kamteua kuwa afisa mipango. Sallallahu ala Muhammad. Sheikh Hussein, una wapenzi wako wamedondoka kwenye uchaguzi kwa sababu waamuzi wapiga kura. Wewe mchukue wewe mustashari wako, kwa sababu tusipoteze kitu ambacho kinaisaidia baraza. Mchukue wewe afisa miradi, mchukue wewe afisa ardhi, mchukue wewe afisa kilimo, afisa uvuvi ndani ya baraza. Na wala hawezi kutokea mtu akasema mbona katiba haimtambui. Katiba haimtambui Sheikh Hussein, haimtambui Sheikh wa wilaya. Soma katiba, usome pale kazi za viongozi. Miongoni mwa kazi zao na sifa zao, shekhe wa mkoa au shekhe wa wilaya au shekhe wa kata ndiyo kiongozi mkuu. Sasa mkuu ana mwingine tena analoamua yeye, kuna mtu anakuja juu yake. Kushekhe, tusiwapoteze watu wetu waliokosa kura, na wale wasisononeke. Wale watu wetu
tuwape nafasi walitumikie baraza, wana hamu ya kulitumikia baraza, ila kura tu hazikutosha.